Vuma Online TV. Karibu sana mtazamaji wa Vuma Online TV popote pale ulipo. Leo tunakuletea mahojiano kwa mara nyingine tena. Wiki mbili zilizopita tulizungumza kuhusu wosia, lakini leo tunazungumza kuhusu talaka. Na nipo hapa na wakili ambaye ulimsikiliza na ulimtazama akizungumza kuhusiana na wosia. Utaweza kumsikia kwa mara nyingine tena akizungumza kuhusiana na masuala ya talaka. Mimi naitwa Daniel Nicholas. Karibu sana. Karibu kaka. Asante sana. Kwa majina naitwa Joel Moses, ni mwanasheria kutoka shirika la Rithi ya Kiako ama Inheritance Rights. Shirika letu lipo viwanja vya 88 Jiro, pale kwenye kituo cha Diani. Shirika letu linafanya kazi kuu tatu. Kazi ya kwanza ni kuelimisha umma kwa maana ya kuwapatia elimu ya kisheria, lakini pia tunatoa uwakilishi mahakamani kwa wale watu ambao hawana gharama za kuamudu mawakili. Sisi tunafanya huduma hiyo bure. Lakini huduma ya tatu, tunawapa watu mafunzo ambayo yanawasababisha wao au yanawasaidia wao kuwa wasaidizi wa kisheria katika jamii zao, kama hivi tulivyofanya hapa Fanikiwa, kwamba tunalo darasa la vijana ambao wanafanya full curriculum masomo 16, na baada ya kuhitimu wale ambao watakuwa wamekuwa na pass mark kuanzia 76 watapewa vyeti. Kwa hiyo ndio shughuli tunayoifanya Inheritance Rights. Kwa mara nyingine karibu tena. Asante sana. Leo tunazungumza kuhusiana na talaka. Nini maana ya talaka? Tukizungumzia talaka tunazungumzia amri ya mahakama ambayo inabatilisha ndoa halali. Kwa maana kwamba kulikuwa na ndoa halali, lakini hawa watu hawahitaji tena kuendelea kuishi pamoja. Badala ya kuandikishiana vikaratasi chumbani, hapana, mnapeana talaka kwa kufuata utaratibu. Na kwa mujibu wa sheria ya ndoa sura ya 29 kama ilivyofanyiwa marejeo 2019 imeelekeza kwamba chombo pekee chenye mamlaka ya kutoa talaka ni mahakama peke yake. Kwa hiyo mwingine anaweza akasema ni amri, mwingine anaweza akasema ni ruhusa, lakini mahakama hii itatoa amri hiyo baada ya kujiridhisha kwamba ndoa hii imevunjika kiasi cha kutoweza kufanyaje kurekebika. Talaka huenda ni neno ambalo wengi hawalifahamu zaidi, na ukizingatia sheria inaelekeza kuhusiana na masuala ya talaka. Lakini hebu niambie sababu zipi ambazo mtu anaweza akapewa talaka? Sasa sababu za wanandoa kupeana talaka si za kutengeneza, ni sababu ambazo zipo kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa sheria. Na niseme tu wazi kwamba kutopata mtoto si sababu. Yaani wanandoa wakioana wasibahatike kupata mtoto haiwezi kuwa sababu ya hawa watu kufanyaje kuomba talaka mahakamani. Lakini pia kutopikiwa chakula kizuri pia sio nini? Sio sababu. Mwenza wako kula chakula kingi pia sio nini? Sio sababu. Sababu zilizoainishwa na sheria ni sababu. Mfano, mtu amepata ugonjwa wa afya ya akili na unaona kwa mwenendo wake huwezi kuendelea kubaki naye, basi wewe ambaye uko na akili timamu unaruhusa au unaruhusiwa kwenda kuomba nini? Talaka mahakamani. Mwenzi wako amehukumiwa kifungo gerezani kinachoanzia miaka 5 kwenda mbele. Sheria imeelekeza kwamba unaruhusiwa kwenda kuomba nini? Kwenda kuomba talaka. Lakini kumekuwa na ukatili wa kimwili. Mnapigana kila siku kiasi kwamba unaona hii nikiendelea nayo nitakufa. Hata usibaki mpaka uuliwe. Sheria inakuruhusu kuomba nini? Kuomba talaka. Lakini pia mwenzako amepata magonjwa ya zinaa. Kumbuka mlioana hakuna aliyekuwa na ugonjwa wa zinaa. Alafu leo hii mwenzako kaupata. Wewe ambaye huna huo ugonjwa unaruhusiwa kwenda kuomba nini? Kwenda kuomba talaka mahakamani. Utelekezwaji. Lakini utelekezwaji tunauzungumzia hapa sio mmekubaliana ameenda kazini afu nasema akakutelekeza, hapana. Inatakiwa kuwa mwenzako aliondoka pasina mawasiliano kwamba ameenda kufanyaje na anarudi lini, na amekaa huko kwa kipindi angalau cha miaka 3. Kwa hiyo kama mwenzio humuoni miezi 6 usiseme umetelekezwa. Mwenzio hakuhudumii yupo mtaani unajua aliko, lakini mwaka mmoja usiseme umetelekezwa. Sheria inatambua kwamba angalau utelekezaji ni wa miaka mingapi? Miaka 3. Hizo ni sababu ambazo sheria imeainisha kwamba kwa sababu hizi basi wanandoa wanaweza kapeana nini?
wakaomba talaka, na talaka hii inaomba mahakamani. Lakini ifahamike pia kwa watazamaji wetu na wasikilizaji kwamba ndio talaka haitolewi isipokuwa ndoa hiyo angalau ina umri wa miaka 2. Kwa hiyo tangu umefunga ndoa mpaka kipindi unataka kuomba talaka angalau uwe umetimiza miaka mingapi? 2. Na kuomba talaka huko angalau uwe umepitia michakato inayotakiwa kisheria, kwa sababu huamki tu asubuhi ukaenda mahakamani kuambia mahakama ninaomba nini? Ninaomba talaka. Kwa hiyo ziko hatua za kuweza kufanya nini? Kufuata. Umezungumza kuhusiana na afya ya akili, lakini pia kuhusiana na kupigana, talaka inaweza ikatolewa. Endapo sasa mmoja wapo hajaridhia, talaka inaweza kukubalika? Sasa swala la tunaendelea kubaki pamoja ama hatutobaki pamoja, mahakama haina mamlaka ya kuwalazimisha kuendelea kuwa pamoja. Ikumbukwe kilichowaunganisha ninyi ni upendo. Upendo huo ukiondoka, hakuna yeyote anaweza akawashawishi nyie kuendelea kubaki pamoja. Lakini mahakama inayo mamlaka ya kuweza kuwapeni likizo. Huwa napenda kutumia neno likizo ya ndoa. Inaitwa hati ya utengano au separation order, amri ya utengano, kwamba basi tenganeni, hamtoshiriki kama wenza kwa kipindi angalau cha miaka 2, alafu njoeni tuyazungumza haya mambo. Na kwa uzoefu wangu wengi wamekuwa wakirudiana, wamepewa leo amri ya utengano kwamba hamtaishi tena kama mme na mke, hamtashiriki vile mlivyokuwa mnashiriki kama wanandoa. Na baada ya miaka 2 hawa watu wanakuja mahakamani wamevaa vitenge, wamevaa t-shirt zinafanana, wamepanda toyo moja. Hawa watu tayari wanapendana, au mwingine ni mjamzito. Kwa hiyo inaonyesha namna gani hii pia inaisaidia ni mahakama. Lakini mahakama huwa haiwalazimishi hawa watu kuendelea kufanyaje? Kubaki pamoja, kwa sababu ukiwalazimisha kuendelea kubaki pamoja ina maana unatengeneza kitu kingine kikubwa zaidi ambacho ni kibaya. Kwa hiyo huwa inasikiliza pande mbili. Yule ambaye anasema mwenzangu bado nampenda, yeye ndo anatakiwa aonyeshe kwamba ni jitihada gani atazifanya kwenye kipindi hiki cha utengano kuhakikisha wanabaki nini? Pamoja. Lakini nje ya hapo, kila mmoja akishupaza shingo, mahakama ikijiridhisha kwamba ndoa hii imevunjika kiasi cha kutoweza kurekebika, basi inatoa talaka. Kuna tofauti gani kati ya ndoa za mkataba na talaka, au ni kitu kimoja? Tukizungumza ndoa, kwanza hatuna ndoa za mkataba, lakini tuna ndoa halali kisheria, na tuna watu wanaoishi chini ya dhanio la ndoa, na tuna watu ambao hawapo kwenye dhanio la ndoa wala hawapo kwenye ndoa ya kisheria, wapo tu. Sawa. Kwa hiyo tukizungumzia talaka tunayoisema hapa ni kwa wale tu wenye ndoa ya kisheria, kwamba alifunga ndoa aidha msikitini ama kanisani ama ya kimila ama alifunga, tunaziita ndoa za bomani, kwa maana ya kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Lakini ndoa zote hizi nilizotaja zina cheti cha ndoa, na cheti hicho sio cha taasisi iliyomfungisha, hapana, ni cheti cha kiserikali, kwa sababu ndoa ni ya serikali na sio ya taasisi. Kwa hiyo wale wenye vyeti vya taasisi, hapana, watatusamee, hatuzungumzii ndoa hiyo. Na wale ambao wameishi kwenye uchumba sugu mpaka wakasogezana wakakaa, hili haliwahusu. Wale wengine waliovutana wenyewe wakaanza kujiishia, hata kama wameishi miaka 20, hatuwazungumzia hapa. Sisi tunazungumzia wale wenye cheti cha ndoa cha kiserikali. Ndio. Tofauti na mahakama, pengine ni talaka inatolewa sehemu gani hasa? Tofauti na mahakama, hakuna sehemu nyingine inapatikana talaka. Tumesikia huko mtaani kuna zile talaka zinazotolewa na waumini wa imani ya Kiislamu, zinaitwa talaka 3. Talaka 3 zile zikitolewa kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu, ule ni mwanzo tu wa utoaji wa nini? Wa talaka. Hatua lazima nyingine zifanyeje? Zifuatwe kuhakikisha kwamba ndio kiimani mmeachana, lakini kisheria bado hamjafanyaje? Hamjaachana. Sheria bado inawatambua kwamba ninyi ni mme na nani? Na mke. Hivyo basi mnatakiwa kufata taratibu, muifahamishe mahakama kwamba tayari tulishamaliza taratibu za kidini, sasa tumefuata taratibu za nini? Za kisheria, ili mahakama pia iweze kutoa nini?
baraka zake, kwa maana ya kwamba ijiridhishe mchakato ule mliufanya kihalali na mlipitia mchakato wote unavyotakiwa kiimani, lakini pia hata mahakama mmeifahamisha vile inavyotakiwa, then itaendelea mbele na kuwapeni nini? Na kuwapeni talaka. Kwa sababu kumbuka, tukizungumzia talaka tunazungumzia huu muungano, hii taasisi inayoitwa ndoa inavunjika. Watu waliishi, walikusanya mali, watu waliishi, walitengeneza watoto, walikutana wakiwa wawili, wanaachana wakiwa wanne, lakini walikutana wana begi moja moja, wanaachana wakiwa na magari na majumba. Hizi zote ni stahiki, watu lazima waendelee, lakini mliunganishwa na upendo. Upendo huu kuna kipindi unapanda, kuna kipindi unafanyaje? Unashuka. Sasa kwa kipindi ambacho umeshuka, ninyi mnaomba talaka, lakini mnasahau kwamba huenda huisha ule upendo. Kwa hiyo kipindi ambacho mmeuisha, angalau mwe tayari mmepata talaka, mtu ana uhakika kwamba hata nikienda kuwa na mwanaume mwingine ama kuwa na mwanamke mwingine, sitochomwa visu, sitokuja kufanyiwa fujo, kwa sababu tayari na hati ya mahakama ambayo inaonyesha kwamba mimi sio tena mke wa mtu ama mme wa mtu. Kwa hiyo ni vizuri ufahamu kwamba talaka inatolewa mahakamani na ni mahakamani tu. Hizi talaka nyingine tunazozizungumzia si talaka. Kuamka asubuhi unamwambia mkeo beba kila kilicho cha kwako, rudi nyumbani, hiyo si talaka. Talaka inatolewa mahakamani na mahakama pekee yake. Na pengine talaka ikishatolewa tayari na wanandoa wakataka kurudiana, nini ambacho kinafuata hapo? Sasa mchakato ni kwamba mahakama ikitoa amri hiyo inaenda kusajiliwa, kwa maana ya unapeleka RITA ndo walikupa cheti cha ndoa. Kwa hiyo wao ndo watakupa hati ya talaka kuonyesha kwamba ndoa hii imevunjika kiasi cha kutoweza kufanyaje, kurekebishika. Ninyi mnaweza tena mkaoana, lakini isivyo bahati kwa imani mfano ya dini ya Kiislamu, kama umemwacha mwenza kwa talaka, itabidi usubiri aolewe tena, aachike, uje kumooa tena. Kwa hiyo si vizuri, na sheria na imani zetu hazipepelei haya masuala ya kuomba nini, ya kuomba talaka. Ndio maana imeweka utaratibu mgumu kwamba siku kiwaza kwamba nataka talaka, basi waza kwanza kupitia kwenye nini, kwenye michakato ya maridhiano. Ndio maana tupo hapa kufundisha kwamba huamki tu asubuhi ukaifuata talaka mahakamani, hapana. Kama ulifunga ndoa ya Kikristo, basi unapita kanisani kwenye baraza la usuluhishi, kama kanisani kuna baraza hilo. Kama kanisa lenu halina baraza, basi unaenda ofisi za kata, kuna mabaraza ya ndoa kule, yanajaribu kuwasuluhisha. Yakishindwa yatawapeni barua ambayo inaifahamisha mahakama kwamba hawa watu tumejaribu kuwarejeza, imeshindikana. Kama ndoa yako ni ya Kiislamu, basi unaenda BAKWATA. BAKWATA kuna baraza kabisa ambalo wao watajaribu kuwasuluhisha. Wakishindwa pia na wao watawaandikieni barua inaitwa form namba 3, utaenda nayo mahakamani. Kama ulifunga ndoa ya bomani, mtaani tunaita ndoa ya bomani kwa maana ya ndoa ya kiserikali, basi utatakiwa kwenda nini, ofisi za kata, kupeleka malalamiko yako. Ofisi za kata wataita upande wa pili kujaribu kuwasuluhisha. Ikishindikana pia na wao watawapa form namba ngapi? Namba 3. Kama ni ya Kikristo, ndio. Kama ni ya Kikristo unaanzia kanisani. Kama kanisa halina baraza la ndoa, basi unaenda nini, ofisi za kata. Ila lengo ni kuhakikisha kwamba hawa watu wanasuluhishwa mapema, kwa sababu madhara ya kupeana talaka ni makubwa mno. Lakini kama ikibidi, basi naomba talaka tu mahakamani. Kwa mfano, unaweza ukapeleka malalamiko yako ofisi za kata, upande wa pili akagoma kuja, amepelekewa notice lakini akagoma kuja. Kwa hiyo utatakiwa kwenda mahakamani bila kusuluhishwa. Ama mwenzako ana ugonjwa wa afya ya akili, kwa hiyo sasa hamna haja ya kusuluhishana. Sasa unasuluhisha nini wakati mwenzio ana ugonjwa wa afya ya akili? Ama amefungwa kifungo kuanzia miaka 5 na kuendelea, na unaona kabisa sitoweza kuvumilia, hamna nini, hamna usuluhishi. Lakini pia anadhaniwa kuwa amekufa, kwa sababu ikumbukwe pia inaruhusiwa kumdhania mtu kwamba amefanyaje, amekufa. Kama miaka 5 imepita, yeyote ambaye anatakiwa kuzijua taarifa zake hayupo anayezijua. Sheria inaruhusu yule mtu ambaye anatakiwa kuendelea na maisha yake, anaruhusiwa kuiomba mahakama kwamba naomba mahakama imdhanie huyu mtu kwamba amekufa ili mimi niendelee na nini, na maisha yangu. Kwa hiyo kwenye nyakati za namna hiyo hamna haja tena ya kufanyaje, ya kusuluhishana, kwa sababu jambo la usuluhishi linakuwa liwezekana. Pengine pia wito au ushauri wako kwa wanandoa kuhusiana na talaka ni upi? Kama ilivyo tafsiri ya ndoa, ndoa ni muunganiko baina ya mme na mke ama mme
na wake, sawa, ambao unakusudia kudumu mpaka mwisho wa nini? Mpaka mwisho wa uhai wao. Ni muunganiko wa halali kati ya mme na mke, mme na wake, wenye lengo la kwamba hawa watu wataishi pamoja mpaka kifo kifanyeje, kiwatenganishe. Ndivyo anavyosema sheria, ndivyo anavyosema maandiko matakatifu. Na ndio wito wangu kwamba kama hamna sababu za msingi za kuwalazimisha kuvunja ndoa, basi fanyeje? Changamoto chache zimalizeni kwa pamoja, kwa sababu maisha kuna kupanda na nini na kushuka. Lakini kama kuna ukatili usiovumilika, badala ya kuuana, ni heri mkaachana kwa talaka mahakamani, na mnavyoachana achaneni kwa maana ya kila mmoja awe huru kimaisha. Mali mlizochuma pamoja kila mmoja achukue sehemu yake. Watoto mliowapata pamoja, stahiki zake zifahamike kwamba wataishi kwa nani na watatunzwa kwa namna ipi. Huo ndio wito wangu kwa watazamaji wetu leo. Asante. Cha mwisho kabisa cha kuambia watazamaji kuhusiana na mawasiliano, mnapatikana wapi? Karibu. Ofisi zetu zipo viwanja vya 88 Njiro. Na ofisi yetu ipo wazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na kama nilivyosema huko mwanzo kwamba huduma zetu zote tunatoa bure. Tuna mwanasaikolojia anatoa msaada wa kisaikolojia bure. Tunafanya mafunzo haya kwenye vyombo vya habari kama tunavyofanya leo hii, tunafanya vyuoni, lakini pia na kwenye makusanyiko yawe ya kidini ama ya kiserikali tunafanya. Lakini pia tumekuwa tukikutana na mtu mmoja mmoja, akija ofisini anapatiwa msaada wa kisheria. Mawasiliano yetu ni 0683 25 27 38, 0683 25 27 38. Wakipiga simu hii, mkoa wowote ulipo, unahitaji msaada wa kisheria, sisi tutakushauri, tutakusaidia na hatutokuchaji hata senti. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Asante sana. Wakati mwingine karibu tena. Asante sana. Nitakia majukumu mema. Asante sana. Na mtazamaji wa Vuma Online TV, ulikuwa ukitazama kuhusiana na masuala mazima ya rithi haki yako, kwa Kiingereza tunaita inherit your right, ambapo leo tumezungumza kuhusiana na masuala ya talaka, sababu za talaka, lakini pia talaka inatolewaje. Unaweza kujiunga nasi kwa mara nyingine tena au kwa wakati mwingine kuhusiana na mahojiano yetu ambayo yanarushwa hapa kupitia Vuma Online TV. Mimi ni Daniel Nicholas. Vuma Online TV.